Porojo michezoni kama kawaida, leo tuko stendi kubwa ya mabasi hapa Moshi mjini, na tunachoangalia hapa ni magazeti mbalimbali yameandika vipi ambacho kile ambacho tunakiona hapa, lakini pia naona kuna mashabiki hapa, aidha ni wa Simba ni wa Yanga, watafunguka wenyewe vile ambavyo wanaamini, lakini sisi tumesema na kuja hapa Moshi mjini kikubwa hasa ni kuangalia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti, na hii kama ilivyo kawaida tumekuambia ni Porojo michezoni. Mimi naitwa Jamali Mruma, mwenzangu ni Oscar, yuko nyuma ya kamera na kisha kila kitu kinakuwa sawa sawa. Oscar, kama kawaida tunakutana na gazeti hapa, kuna magazeti mengi, lakini kuna gazeti la Mwanaspoti ambao wenyewe wameandika vitu vingi sana. Wameandika vitu vingi sana, ikiwemo pia ulipo mtego wa ubingwa. Mechi za Simba zilizobaki ligi ya bara leo Jumamosi, kuna mechi tofauti ambapo Pamba Jiji wanacheza na Tabora United saa 10 jioni pale CCM Kirumba, lakini ukiangalia hiki ndicho anachowaza Feitoto, macho anakiwaza Feitoto. Lakini England Premier League leo Everton wanacheza na Arsenal, itakuwa ni saa 8:30, lakini pia West Ham United wanacheza Bournemouth saa 11 jioni. Aston Villa wanacheza na Nottingham Forest saa 1:30 usiku, lakini Manchester Derby yenye maswali manne. Maswali gani? Ni yote utayapata kwenye gazeti la Mwanaspoti. Lakini English Premier League pia Brentford wanacheza na Chelsea saa 10 jioni, Fulham wanacheza na Liverpool, Tottenham wanacheza na Southampton saa 12 jioni. Hicho ndicho ambacho kimeandikwa sana kwenye gazeti hili la Mwanaspoti, na hili gazeti linahusiana hasa na masuala mazima ya kimichezo. Clement Mzize anaonekana kwenye picha, lakini pia anaonekana Kibudi, anaonekana Pacome Zouzoua, lakini Prince Dube, Aziz Ki, wote wanaonekana kwenye picha. Israeli anaonekana kwenye picha hii ya gazeti hili la Mwanaspoti. Bwana bro, vipi? Kama kawa. Uko sawa? Fresh bro. Wewe shabiki wa timu gani? Wa Simba bro. Simba mnyama mkali. Simba mnyama mkali wa mwituni bro. Shughuli unaiona? Walali, shughuli tunaiona na tunaiweza brothers. Mechi ya kwanza umepoteana kule Misri. Ase labda asije kwa Mkapa. Watafanywaje? Wewe ase brothers, kwa Mkapa si unajua tena machinjioni brothers. Wanasema ubaya ubwela ukahamia kwenu. Ubaya ubwela ni kwa Mkapa. Kila mtu ashinde kwake brothers. Kila mtu ashinde? Kila mtu ashinde kwake. Bwana anasema kila mmoja ashinde kwake. Shabiki wa timu gani bwana? Mimi wa Simba. Simba? Mnyama mwenyewe. Nasikia mmemwalika wale Skaria na mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha waje kwenye mechi yenu. Mmeona nini? Sisi tunataka kuua Mwarabu kabisa. Mnataka mumuue? Tumalize kila kitu. Tafungwa, mnaua? Haiwezekani. Tunapindua meza. Lakini goli mbili nyingi bwana. Hapana, goli mbili sio nyingi. Kwa Simba ni chache sana. Mnaiaminia? Tunaamini kwamba Simba ina uwezo wa kupindua meza. Kikosi kilichoanza kule nani atoke? Kule sisi tunataka Ateba atoke nje tu. Ateba tu. Peke yake? Mzee wangu anasemaje? Mimi nasema kwamba Yanga ni baba lao. Yanga ni dhahiri kana kwamba hakuna sikio nazidi kichwa. Na mzee aliyekutangulia tu, kuanzia kuzaliwa, kuanzia kuchukua mapointi, kuanzia kila kitu, kuanzia mpaka chakula, kuanzia mpaka Yanga. Ragi ya Yanga. Ukiangalia mambo ya Yanga, achana nayo kabisa. Usipopenda Yanga utapenda nani? Wewe ni mwananchi. Na timu ni ya nchi. Basi kama utaki kama nchi, na kuna wenye nchi sasa. Hao wenye nchi wamekujaje wenye nchi kama wakae ndani ya nchi? Wewe ni mwananchi afu kuna wananchi yao. Sasa wanakaa kwangu. Sawa, si wananchi na mimi si nchi. Wewe tangulini kiini cha yai kikakaa nje ya kasha la yai. Wewe kiko ndani. Japo vyote mayai. Lakini wewe kwenye michuano ya kimataifa wewe bwana ulitoka mapema. Huo ni mchezo. Mbona mimi sasa wenye nchi si ndio wako huko? Mbona nilimpiga mtu goli kule na wakalikataa, wasiseme kwamba tumetoka zamani, wao kutoka mapema jambo la ajabu. Wao mbona kuna mechi fulani waliwahi kutolewa na timu ya ajabu ya pale Dar es Salaam ya JKT ambaye hata jina lake tunaogopa kutaja wala haijulikani. Nao wakatoka. Wewe unasemaje? Wewe umuombe mtani kwenye mechi hii. Wewe sikiliza nikwambie, ili umpe mtu shikamoo akunyime chakula. Wewe namna gani bwana wewe? Ili umpe mtu shikamoo? Ili aupae shikamoo mnyime posho. Na yeye utamwambia nini? Si yule simpinzani. Tangu lini CCM ikapigwa makofi na Chadema? Hata siku moja. Ndio maana upinzani. Lakini si uzalendo. Lakini sikia, uzalendo kwenye magazeti, hata uzalendo upo, lakini uzalendo moyoni. Nikimfungua mtu moyo wake hapa sasa hivi, hakuna cha uzalendo. Bora afe tu. Akifa ng'ombe, ngozi haifi, italaliwa, italangizwa ngozi, itapigwa, italiwa na mbwa. Si ndio mambo ndio hayo? Umeamua? Sio nimeamua. Kwanza hili jina la Simba mimi nalishangaa. Mimi nimekwenda na uzi wangu wote, nimekwenda porini miaka mingi sana. Nimekwenda mbuga za wanyama sana. Sije kumuona simba mwekundu. Sasa mimi nashangaa Simba. Kuna simba mwekundu. Sasa wana Simba wanasemaje?
ngoma ya wakubwa haikeshi, ngoma ya watoto nyinyi hamkeshi. Nyinyi ni watoto, ndio maana michuano hii mmetulia. Huyu aliongea hivi ya kufikiria ngoma ya wakubwa. Yanga kazaliwa mwaka gani? Simba kazaliwa mwaka 36 35. Sasa wewe ni mkuu tu. Si ndio maana kuna kurwa na doto. Mapacha siku moja wakati mmoja, siku moja tumbo moja. Lakini kuna mtangulizi. Sawa. Mtangulizi anaitwa nani? Kurwa. Amekuuliza swali, hebu muulize swali, mpe swali. Wewe ndio wa kwanza kuzaliwa kulingana unavyosema kwamba ndio timu ya kwanza. Tukija kwenye viwango vya kafu, wewe pamoja na ukubwa wako unaosema uko nafasi ya ngapi? Si ndio narudia yale mambo yale. Mtoto hazidi baba. Yaani sikio alizidi kichwa. Umeelewa? Masikio hazidi kichwa. Si ndio? Haya mambo ya kusema ni umekwenda ni kipindi yake. Sasa wewe ulikuwa wapi wakati anaenda? Wewe wala usiwe na wasiwasi. Kwani mtoto hawezi kumfundisha ukiwa koplo na yeye akaja akawa sergeant? Hawezi kujibu maswali. Alafu mzee ni kutapatapa tu. Anafahamu kwamba Simba ni timu kubwa. Simba ni timu kubwa barani Afrika. Yaani mpaka kafu wanajua kila kitu. Uzuri ni kwamba vitu vinaonekana na takwimu za mpira zinafanyaje? Inaonekana, sio kuja kupiga popo nyingi wakati wao. Ni sawa sana mama mama amechukua mtoto kamtoa kliniki, yuko nyumbani, baba anatafuta. Ni kama Yanga. Wameenda huko wamepigwa, wako zao nyumbani. Sasa hivi hapa tunawakilisha ni Simba mashindano ya Kiafrika. Mtu akisema ni mshoto, hayo ni maneno ya fikra. Waarabu wanajua kwamba pale kwa Mkapa hatoki mtu. Hata ukifuatilizia wao wenyewe kule wanaondoka kwa tahadhari kwamba tunapoenda pale ni machinjio. Kwa hiyo mzee asiongee. Ndio maana hata juzi kati wanakuja kudai biashara kwenda kasi. Wameenda kasi kule wanaambia walete ushahidi, hamna chochote. Ndio watu kutapatapa tu. Sasa wewe unakuja eti unataka pointi 3 wakati hujamkaba mpanzu. Sasa hakuna soka la namna hiyo. Kwa hiyo Simba ni timu kubwa. Issue ya kusema kwamba eti Yanga ni timu ambayo ya kwanza siku kuzaliwa kufanyaje, imefanya nini? Mzee wangu, maneno ya shabiki wa Simba amesema shida sio kuwahi kuamka, unawahi kuamka unaenda wapi? Kwani ukitaka kumuuliza swali kuamka, hata wewe utaweza kujibu. Naweza kukuuliza ukiamka asubuhi kitu cha kwanza unaanza kufanya nini? Kama nakuuliza wewe, kitu cha kwanza unaanza kufanya nini? Wewe unaanza kufanya nini? Kitu cha kwanza unaanza kufungua macho. Na wote hapo ukiuliza wajui. Ukianza kufungua macho ndio unajua la kuna nini. Sasa kumbe wewe ni kubwa, lakini mkubwa ambaye unataka kusemaje? Kubwa? Unataka kusemaje? Mugana na mzee kwanza anasema kubwa, yeye ni mkubwa lakini mkubwa ni mkubwa tu, hata Mungu ni mkubwa. Yaani ni kwamba unaweza kuwa na mkubwa afu kawa ni mjinga. Kama kubwa jinga. Sasa ina maana gani kwa kubwa jinga? Kwa sababu wewe ni mkubwa. Yaani issue ni kwamba unajua watu wajui kwamba Yanga ni timu ambayo kwanza ni timu ya marefa. Timu ya marefa. Yanga ili iweze kusonga mbele, lazima itumie fedha kwa ajili ya kuonga marefa. Ndio maana wakienda nje hawawezi kufanikiwa. Kuishia kwao ni makundi. Ni juzi kati tu wameenda robo, wanashangilia mpaka hii nyingine kwenda kafu hii ya kwenda kombe la shirikisho kufika fainali. Ile ni kama zali, kwa sababu hata ukifuatilizia yale timu ambazo walikuwa wakutana nazo ni hizi timu ambazo aliingia nusu finali na timu ya iko Afrika Kusini, imeshuka daraja. Kwa hiyo ni timu ambayo ilikuwa inapata zali tu, lakini Yanga sio timu. Hebu angalia kama kipindi kile hivi, kwa unahitaji pointi moja au unahitaji pointi 3 uende robo finali. Timu Waarabu wanakuja Dar es Salaam, unakuja kucheza Nage. Hivi angalia, ngoja aone kesho kutwa tarehe 9. Anakuambiaje watu wa Yanga wanasema hivi, hii michuano mnayocheza nyinyi wenyewe wameshafika fainali. Sasa sisi wenyewe unajua, ngoja nikwambie, hao Yanga ni kweli wamefika fainali. Ndio maana kama mwanzo nilivyosema, walikutana na timu gani? Umeona vitimu vya Maromo Stugalas ambayo wanasema timu ni timu, ndio maana ziko kwenye mashindano. Hakuna, hebu fuatilizia historia hizo timu zimeshuka daraja. Hakuna kitu. Alafu kingine, haya mashindano hata Simba kafika fainali. Mwaka gani? Kafika fainali Simba. Wanasema Simba wakati amefika fainali ilikuwa inaitwa Abiola Cup. Alafu kipindi hicho askari walikuwa wanavaa kaptura. Yani hayo hakuna. Ndio maana akasema ni maneno ya kosaji, kwa sababu kafu wenyewe
Unajua kila kitu kinakwenda kisayansi. Hata mashindano sasa hivi ya champion ya nini, baadaye anaweza kabadilika jina, lakini ni mashindano tayari, ni historia kwamba ilikuwa ni mashindano gani. Umeelewa? Sasa wao kwa sababu kumbukumbu hamna, ni watu ambao wakwenda kasi. Ni watu wakwenda kasi kudai pointi 3 kabla hujamkaba mpanzu. Unataka pointi 3. Unajua hao hawajielewi. Sisi tushafika finali. Haya, mzee wangu hapa. Wewe unawaambiaje watu wa Simba? Kumbukumbu ya nini tuelezee kwanza? Kipo kitu gani? Ya nini? Anataka kumbukumbu wewe. Kumbukumbu ya kitu gani ambayo sema hatuna? Nyewe mna kumbukumbu ipi? Kwanza nikitaka kuuliza. Niulize. Kiafrika robo finali Simba imefika mara ngapi robo finali klabu bingwa? Sawa, umefika mara 3. Na Yanga imefika mara 1. Ni timu ipi ya kwanza kuundwa hapa Tanzania kwa ukubwa kati ya Yanga na Simba? Yanga ndio ya kwanza kuundwa. Kwa nini hujafika mara 3 mfululizo? Unajua historia ya kombe la klabu bingwa limetoka mwaka gani? Wewe ndio uniambie, ndio nimekuuliza. 67. 69 Yanga ilifika robo finali ikatoka kwa shilingi. Unakumbukumbu hiyo? Ama bado ulikuwa hujazaliwa? 69 klabu bingwa barani Afrika. Hizo kumbukumbu. 70 ikafika robo finali. Ikacheza Sante ikatoka bila hapa. Ikaenda Morocco ikatoka 1-1. Kulikuwa mna goli ugenini. Wakaenda uwanja huru wa DC hapa wakafunga bao 2 bila. Nani mkubwa hapo sasa? Hizo historia vizuri. Kwa afu pia kingine pia unapoteza kumbukumbu. Nimekuuliza tu vizuri kwamba Yanga kafika mara ngapi? Umeniambia mara 1. Alafu hizo miaka 25 hii. Kuanzia Champions League ni mara 1. Kwa hiyo bana issue ni kwamba unajua hawa kama sasa hivi wameanza kutapatapa. Ndio maana wanaona uongozi wa TFF unaibeba Simba sijui, na hakuna ukifuatilia historia kwamba ya Karia mwenyewe hao wenyewe kuna uongo wote hapo. Yaani hao wenyewe kuna uongo wote wa Simba. Inabebaje? Kwa sababu ratiba hapo ya ligi ilivyokaa. Gazeti hili hapa. Mechi za Yanga za ugenini na za Simba za ugenini. Nani anabebwa hapa? Mimi nataka nikueleze kitu kimoja. Anapanga ratiba ya michezo ni nani? Ni bodi ya ligi. Na bodi ya ligi inaundwa na watu gani? Watu wa vilabu. Yanga wapo? Wako wachache. Wako wachache. Hawazidi 3. Wengine wote wako 12. Yanga ni 3. Simba wako 9. Mimi najua bodi ya ligi yote. Kwa hiyo katika hata kama ni wawili au mmoja, kwa hiyo pia na wao walishiriki kupanga ratiba. Mechi ugenini ni ipi hapa? Simba ni timu kubwa. Umeelewa? Wazi uko wapi? Ukubwa wa nyuma, ukubwa mbele. Sababu hata Simba ukifuatilizia sasa hivi ni kwamba hii ratiba yetu lazima iwe mbele, kwa sababu tunashinda mashindano makubwa ya Afrika. Makubwa ina ukubwa gani? Upo. Hii ni nani viti maalum? Upo. Hapo nilifika finali mimi. Wewe ni mwaka robo, kesho kutwa unatolewa hapa. Upo. Unatolewa mwaka kesho kutwa. Tarehe 9 una kumbukumbu vizuri. Uko Simba kwa takwimu za Afrika. Simba ni ngapi? Kwa takwimu za Afrika. Kwa takwimu za Afrika. Mpaka sasa hivi Simba ni ngapi kiafrika? Kumbukumbu hamna. Yanga iko kumbukumbu kidogo ni slow. Nataka mniambie sasa hapa. Hii ni bora michezoni, niko katikati ya maswali. Nimemaliza hivyo, mimi natoka mbali Duma. Mpaka wakati mwingine kutufuatilia hapo.